Kitu cha pekee kuhusu mpira ni kwamba unaleta furaha, lakini pia mpira unaleta maumivu ya kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo ni mchezo wa kupanda na kushuka. Kuna upande wa furaha na kuna upande wa maumivu. Sasa upande wa maumivu yaliwakuta Brazili mwaka 1950 katika mechi ya Maracanazo, pale walipofungwa kwenye mechi ya fainali dhidi ya Uruguay, na Uruguay yakabeba ubingwa wa dunia katika ardhi yao ya Brazili pale katika uwanja wa Maracana. Sasa baada ya mechi ya Maracanazo, wa Brazil walikuwa wameumia sana kutokana na matokeo yale ya kufungwa. Kwa hiyo walichukia kila kitu kinachohusiana na ile mechi. Kuanzia wale wachezaji walichukiwa, na jezi pia ambazo walivaa zile nyeupe, Brazil walizichukia sana, yani sana, waliziona kama zina mkosi, zina gundu. Sasa hiyo sababu ndio iliyofanya gazeti la Correio da Manhã au The Morning Mail mwaka 1953 liliandaa shindano la kubuni jezi mpya ya timu ya taifa ya Brazil, ambapo vigezo ilikuwa inahitajika jezi itakayo include rangi zote 4 zilizopo katika bendera ya taifa ya Brazil, yani blue, kijani, nyeupe na njano. Mshindi wa shindano hili alikuwa anapewa dola za Kimarekani 5,000. Sasa katika shindano hili walishiriki wachoraji wengi sana, lakini mshindi alikuwa ni mmoja. Alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 19, anaitwa Alda Garcia Schirri, raia wa Brazil mwenye asili ya Ujerumani na Uruguay. Ujerumani upande wa baba na Uruguay upande wa mama, akiwa amezaliwa katika mji wa Jaguarão pale Brazil, mji ambao umepakana na Uruguay. Sasa huyu Alda Garcia Schirri alikuwa ni mwajiriwa wa gazeti la Pelotas, akiwa kama mchoraji kama vile Masudi Kipanya au Nathan Mpangara. Sasa yeye alisema zoezi la kubuni hizi jezi kwa kujumuisha hizo rangi zote 4 halikuwa rahisi, maana zilikuwa nyingi sana. Rangi 4 kuziweka katika jezi pamoja ilikuwa ni kazi nzito, kwa sababu kwa wakati huo hakukuwa na timu inayotumia jezi zenye rangi nyingi kama hivyo, lakini akaamua basi tu design hivyo hivyo. Hatimaye mchoro wake ukashinda, ikawa ni jezi rasmi ya timu ya taifa ya Brazil, na akajishindia kile kitita cha dola 5,000, ambapo yeye katika kudesign kwake aliweka ni jezi yenye njano nyingi ikiwa na fito za kijani katika mikono na mstari mweupe kidogo kwenye mabega, huku bukta zikiwa za blue. Tunazungumzia dola 5,000 mwaka 1954 huko. Zilikuwa ni hela nyingi sana ni. Na ushindi huo ulimfanya apewe siti ya kudumu katika uwanja wa Maracana katika siku zote za uhai wake. Na pia alipewa nafasi ya kukaa pamoja na wachezaji wa Brazil katika World Cup ya mwaka 1954. Brazil walivaa jezi hizi rasmi Machi mwaka 1954 kwa mara ya kwanza katika mechi dhidi ya Chile, ambao katika mechi ambao walishinda goli 1-0. Jezi hiyo ilichochea ushindi wa Brazil. Kuanzia hapo akaanza kuchukua ubingwa wa World Cup mwaka 1958 na mwaka 1962, ingawa katika siku ya fainali ya mwaka 1958 hawakuvaa jezi hizo, walivaa jezi tofauti. Walishinda tena ubingwa mwaka 1970. Kwa hiyo wa Brazil wanaamini kuwa kuna connection kubwa sana kati ya jezi hii ya njano na ushindi. Ndio maana jezi hii imekuwa jezi yao rasmi hadi leo. Ingawa Alda Schirri Garcia ana heshima kubwa sana katika historia ya soka la Brazil, kitu cha kushangaza kabisa hakuwa mshabiki wa Brazil, ila yeye alikuwa anashabikia nchi anayotoka mama yake, yani mshabiki wa Uruguay. Kitu kingine ilikuwa ni kwamba yeye binafsi yani aliachana na masuala hayo ya kuchora, hakuwa kitu ambacho anakipenda. Kitu ambacho alikuwa anakipenda alikuwa ni mwandishi wa vitabu, na alikuwa mkarimani, pia ni profesa wa chuo kikuu cha Federal University cha pale Pelotas. Alda Garcia Schirri alifariki Novemba 15 mwaka 2018 akiwa na miaka 83. Sasa kutokana na mchango wake katika historia nzima ya soka la Brazil, tarehe 18 Novemba 2018 pale mjini London kulikuwa na mechi ya kirafiki kati ya Brazil na Uruguay. Wachezaji walikaa kimya kabla ya mchezo ili kuomboleza kifo chake. Kwa hiyo jezi ya njano ina maana kubwa sana kwa Brazil. Kwa hiyo huyu Alda Garcia Schirri ndo alikuwa ndio chanzo cha hii jezi hii ya njano, ingawa kuna nchi zingine ambazo pia zinavaa jezi za njano. Kuna Sweden, kuna Colombia, kuna Jamaica, kuna Australia, ila njano ya Brazil ndio njano yenye upekee kabisa. Mara nyingi kwenye World Cup ndio jezi ambayo inakuwa ni rahisi zaidi kuigundua, ni jezi ambayo inafahamika zaidi kuliko jezi zote. Yaani jezi pekee ambayo hadi washabiki wa nchi zingine wanapenda kuivaa. Kwa hiyo jezi hizi zinaongea kuhusu vipaji vya Brazil, mafanikio ya Brazil. T-shirt zinaongea.